Woody ni mlinzi wa getini wa hii kampuni. Mwanetu huwa analala sana kazini. Oya we boy, amka kale msosi mwanangu, kuna harusi inafanyika ndani, nenda kale mwanangu. Harusi gani na watu wachache kiasi hicho bana? Si uende kula mwanangu, sawa wewe, idadi ya watu inakuhusu nini yani? Ghafla kuna gari moja hivi nyeusi inakuja kusimama mbele yao. Mlango wa gari unafunguka. Anatoka bibi harusi fulani hivi, mtoto wa kishua anaitwa Shingyu. Ni mwanamke fulani hivi asiye na mazoea na watu wengi. Shing alimtumia sekretari wake kama msindikizaji wa harusi. Alitakiwa kuolewa ili apate wenyekiti wa makampuni ya familia yao. Akiwa yuko ukumbini, sekretari wake Lily alikuja na taarifa mbaya. Bosi, bwana harusi Lisieni ametoroka, hataki kufunga ndoa na wewe. Shing hakuonesha kukasirika. Tafuta mwanaume yoyote anioe haraka haraka. Lazima niolewe leo. Nimeshamwambia bwana harusi akijaribu kujitokeza kwenye harusi siku ya leo atakiona cha moto. Huyu jamaa anaitwa Ren, anataka kumwoa Shing ili arithi makampuni ya familia yao. Anajiandaa kwenda kwenye harusi. Bibi harusi anamfuata mlinzi nje ya ukumbi. We mkaka, twende ndani ukanioe sasa hivi. Niende ndani nikakuoe? Ndio, nimekupenda, nataka uwe mume wangu. Sitaki, ndoa sio kitu cha kurupuka we dada. Nitakulipa hela. Sina shida na hela zako, mshahara wangu unanitosha. Mstatili unaitwa My Name is Woody. Baada ya mlinzi kumkataa Shing, alirudi ukumbini kwa hasira. Sekretari wake Lily akawa amemtafutia mkaka mwingine ambaye yuko tayari kufunga ndoa ya mkataba. Kabla hawajafunga ndoa, Ren akawa amekuja na msaidizi wake. Mwamba akapiga hatua kadhaa akiwa kwenye suti nyeupe, akapiga magoti. Nakupenda sana Shing, naomba ukubali kuwa mke wangu. Umenipendea, hela zangu sikutaki. Usipokubali kuolewa na mimi, hakuna mwanaume hapa Korea atakayekuoa. Mwanaume uliyetafutiwa na sekretari wako nimeshamteka. Ile Shing anataka kuondoka, kamdaka mkono. Mlinzi alienda kuvaa suti, akawachezeshea kichapo wa bodyguard wa Ren, akahakikisha wamezimia. Wakati Ren anataka kumwoa Shing lazima, Woody akapiga hatua kadhaa, akaja kusimama katikati yao. Mlinzi akakota maua kwa kono lake la kulia, akayafutafuta. Nimekubali kukuoa. Walipoingia ndani ya ukumbi, walikutana na anko wake Shing. Anko Jong, huyu ndo mume wangu. Kijana, ulikutana wapi na binti yangu na mapenzi yenu yalianzaje? Na umempendea nini? Bibi harusi alikosa majibu ya kujua nini cha kufanya. Mlinzi Woody akajibu. Mara kwanza tulikutana supermarket miaka 2 iliyopita. Ukiachana na uzuri nampendea akili yake. Huyu kaka amejua kama mimi napenda kusoma vitabu. Woody amekuwa akimfuatilia huyo mdada kisirisiri kwa muda mrefu sana. Hadi amepanga nyumba kwenye apartment inayoangaliana na chumba cha huyo dada. Anamfahamu huyu dada kiundani sana. Baada ya kufunga ndoa, maisha yakaendelea kama kawaida. Woody na Malu akahamisha kikazi, wakawa walinzi wa kampuni ya Shing. Shing alipokea taarifa kuwa Lisien ameiba document muhimu. Shing aliona kila kitu kupitia CCTV kamera. Akawaambia walinzi wake wamkamate huyo mshikaji mara moja. Mkamateni huyo bodaboda. Walinzi wakamkamata kabla hajatoka getini. Cha ajabu hakuwa Lisien. Woody aliamua tena kuangalia CCTV kamera kwa umakini. Baada ya kuzizoom zile video, akagundua kwamba Lisien amejificha ndani ya gari jeusi. Lisien alikuwa busy anaangalia video za Fred Flix. Woody akafungua mlango wa kona kulia. Mshikaji anataka kukimbia, akamdaka bega, akampa gumi la uso. Shing akaona Lisien anavuja damu puani. Woody, utakiwa kumuumiza. Madam Shing, naomba unisamehe sana. Ren Shing ndo alinituma niibe hizo documents. Alisema nikikataa kuiba document atamuua mdogo wangu. Ren ni mpumbavu. Baada ya kazi, Shing alimfuata Woody, akamwambia Woody aanze kuishi nyumbani kwake. Siwezi kwenda kuishi kwa mwanamke mimi. Najua ndoa yetu ni ya maigizo. Wajomba zangu wakigundua kwamba hii ndoa ni ya uongo, hawataniruhusu niwe mwenyekiti wa kampuni. Hamia kwangu ili wajue kwamba mimi na wewe ni mke na mume. Woody akakubali kuhamia kwa Shing. Walipofika nyumbani, Shing alianza kumwelezea mshikaji masharti ya ndoa yao. Woody, naomba uongeze ukaribu na mimi ili wajomba zangu waamini kuwa tumeoana kweli. Basi anza kwa kunipikia mimi mume wako. Shing alimwangalia mshikaji kwa sekunde kadhaa. Sijawahi kupika na sitakuja kumpikia mwanaume yoyote ule kwenye haya maisha. Mlango ukagongwa. Dereva bodaboda akawa ameleta vyakula kama vyote kwa ajili ya Shing. Chakula chote nakula peke yangu, nipe. Walikaa kwa ajili ya kula chakula pamoja. Nje ya nyumba yao kulikuwa na Mwamba ameshika kamera. Wajomba wamemtuma ichunguze hii ndoa. Kameramani aliwaona wakila kwa pamoja kupitia dirishani. Hii ndoa itakuwa ni ya ukweli. Kesho yake mdada mmoja mzuri anaitwa Maling alikuja ofisini. Woody, huyu ni mdogo wangu anaitwa Maling. Najua ushindwi kitu, naomba msaidie kupata kazi kwenye hii kampuni. Tisha mwanangu. Woody akakubali. Kuna huyu dada anaitwa Maling, CV zake ni nzuri sana. Naomba umpe kazi hapa. Anaongea lugha zaidi ya 3, ni mchangamfu, utampenda. Shing alitazama CV huku akiwa na wivu kutokana na Woody kumsifia sana huyo dada. Usiku Shing Yu alikuwa anafuatiliwa nyuma na kibaka. Kabla kibaka hajamfikia Shing, Woody alitoka spidi akamrukia kibaka, akaanguka naye. Akampiga ngeta moja ya kigaidi. Shing aligeuka kuangalia nyuma, hakuona kitu chochote, akaendelea na safari. Oya mwanangu, teknolojia imekuwa, siku hizi kuna application inaposti wahalifu. Kumekosa kazi ya kufanya hadi unaanza kufuatilia wahalifu. Kuna mhalifu anaitwa Songmen, nikifanikiwa kumkamata nitalipa hela kama zote.
Woody alimpotezea mshikaji akauchapa usingizi. Ilipofika mchana, Shing alimuita Woody ofisini kwake. Jana usiku nilisikia harufu ya perfume yako, lakini nilivyogeuka nyuma sikukuona. Niambie kama umekuwa ukinifuatilia nyuma. Woody akamchana demo ukweli. Marehemu kakako Shing Sha alinipa kazi ya kukulinda kabla hajafariki. Aliniambia nihakikishe na kufuata kila unakoenda. Nitajuaje kama hii story sio ya kutunga? Nilimwahidi marehemu kakako nitakulinda kwa nguvu zangu zote. Hii cheni alinipa kabla hajafariki. Shing alivyoiangalia ile cheni ya kakake kweli. Mjomba amenialika kula chakula cha usiku, naomba twende wote. Nishike mkono afu tunaangaliana machoni ili wajue kama tunapendana kweli, sawa? Walipofika ndani ya nyumba, Uncle alianza kumsimanga mshikaji. Shin, ndoa yako na huyu kijana si support hata kidogo. Huyu jamani mlinzi tu, hana hadhi ya kumwoa CEO. Mzee, mimi ni zaidi ya mlinzi. Kabla sijaja kufanya kazi hapa, nilikuwa nafanya kazi kama mwanajeshi. Naweza nikavipata vifaa vya kurekodi sauti vilivyopo ndani ya kichumba ndani ya sekunde 10. Hakuna mlinzi anayeweza kufanya kitu kama hicho. Acha kutupanga. Tegesha saa, nyofua kifaa cha kwanza chini ya kabati. Nyofua kifaa cha pili chini ya kifungo. Mjomba hakuamini alichokiona. Una uhakika ulikuwa mwanajeshi kweli? Ndio mzee, nishaenda hadi vitani. Shing yuko kwenye mikono salama. Unajifanya unanijua sana. Niambie napenda kutumia lipstick gani kati ya hizi? Unapenda kutumia lipstick hii hapa. Umepatia. Nipe zawadi ya kiss. Shing aliishia kumwangalia mshikaji kujibu chochote. Kesho yake Woody na Bonge walipangiwa kulinda shift ya usiku. Ghafla umeme ukakatika, wakasikia makelele store. Wakaenda na tochi kuangalia nini kinaendelea. Wakati wanaendelea kukagua jengo na tochi zao, wakapigwa shoti, wakazimia. Kuna mdada aliingia kwenye chumba cha kuhifadhia data, akamzimisha Ma Ling, akamnyoshia silaha Shing Yu. Shing alishangaa kuona aliyemteka ni Ling Ling, secretary wake. Lili alilipwa hela nyingi sana na Ren ili aje kuiba data hapa. Nitajie password. Woody akatokea akadaka bastola, akampiga shoti Ling Ling. Ling Ling akaenda down. Woody alihisi Ren anaangalia kila kitu kupitia kamera. Akaenda kuipiga shoti kamera kwa kono lake la kulia. Mshikaji akaanza kuona chenga. Ren alimaindi kinoma kuona mipango yake imefeli. Nusu saa baadaye Woody alipigiwa simu na namba ngeni. Tukutane basi sasa hivi kabla sijafichua siri zako. Upande wa pili, Shin pia alipigiwa simu na namba ngeni, akaambiwa aende baa haraka. Alipofika baa alikutana na mwanamke anaitwa Ailey. Yule mwanamke alimwekea mshikaji madawa ya kulevya kwenye kinywaji. Wakaendelea kupiga story 2-3. Jamaa akaanza kujisikia kizunguzungu. Ailey alidai anampenda sana mshikaji na anataka alale naye usiku wa leo. Shin akatokea ghafla. Mme wangu, twende nyumbani. Wife utapigwa radi na nguo nyekundu. Shin akamkokota Woody hadi nyumbani kwao. Mwanetu aliyumba akaanguka kitandani na mtoto. Akaanza kuisogelea sura ya Shing taratibu. Ili asimkisi mtoto, alijipiga bonge la ngumi. Akazimia. Limenikera. Mwenzake nimejiandaa kupigwa kisi, linajipiga ngumi. Sijui likoje. Hivi jana usiku nilifanya kitu chochote kile kibaya? Kaa vizuri huko. Hakuna kitu chochote kibaya ulichokifanya. Uliingia tu ndani ukalala. Kwa tulichomfanyia jana usiku nadhani ndani ataacha kukusumbua? Sidhani kama ataacha. Kwa hiyo una mpango gani? Tuachane na habari za Reni. Naomba unisindikize kwenye sherehe moja hivi muhimu sana hapa town. Walipofika kwenye sherehe, Shin alimwambia Woody ajifanye kama wako pamoja. Alipeleka proposal yake kwa mkurugenzi mmoja hivi mkubwa sana. Hii ni project ambayo naamini italeta faida kubwa sana kwenye kampuni yetu. Nimeiandika upya baada ya ile ya kwanza kuibiwa na Ren. Ghafla kuna pisi moja kali sana iliingia. Dada aliyeingia alikuwa na pesa ndefu sana, alikuwa amewekeza kwenye makampuni mbalimbali. Huyu bilionea alifurahi sana alipomuona Woody. Bilionea alimkimbilia mwamba kwa furaha, akampa hagi moja mujarabu. Watu wote walishangaa, Woody amewahi kuwa bodyguard wa huyu dada. Shin alikasirishwa na kitendo cha mume wake kuwa karibu na bilionea Nia. Akapiga U-turn akaondoka kwa hasira. Woody akaanza kumkimbilia. Akamsimamisha, akaanza kumuelezea ukweli. Sijawahi kuwa na mahusiano na Nia. Mkurugenzi mkuu wa kampuni akaja. Bilionea Nia amekubali kuwekeza kwenye project yako mpya ulionionyesha. Shin alishukuru akaondoka kwenye sherehe kwa furaha. Hongera kwa kufanikiwa kupata mwekezaji. Asante. Twende tukasherekee kwa kupata vinywaji. Ukaribu wa Shing na Woody ulimchukiza Ren. Akawatuma vijana wake waibe project mpya ya Shin. Shin na Woody wakaenda kupata vinywaji kwenye mgahawa fulani hivi expensive sana. Kamata sura kwa kona la kulia na kushoto. Mimi na Nia, nani mzuri zaidi? Woody hakujua nini cha kujibu, alidua. Akaanza kumkumbuka kakake Shin ambaye kwa sasa ni marehemu. Sura yake ikawa na huzuni. Usiniulize tena swali kama hilo. Kumbuka mimi na wewe tuko kwenye ndoa ya uongo. Malina alimwambia Shin. Bosi, kuna mtu anajaribu kuhaki kompyuta za kampuni, anajaribu kuiba project yako mpya. Wakakimbia kwenda ofisini haraka haraka. Woody aliingia kwenye chumba cha mitambo ya kiufundi. Akakutana na flash iliyokuwa imepachikwa jana usiku na Ling Ling. Mahaka watakuwa wametumia hii flash. Bosi, watu wako wa IT wamefeli kuiba ile project. Weka picha ya Woody kwenye mtandao wa waarifu.
Andika, mtu yoyote atakayefanikiwa kumuua Woody atalipwa milioni 500. Yule boy akiendelea kuwa hai, mipango yangu yote itaharibika. Oya, picha yako iko online. Umewekwa kwenye listi ya watu wanaotafutwa. Atakayefanikiwa kukua anapewa hela kama zote. Siogopi chochote. Oya, hii issue ni Kashusha kofia akarudi kulala. Usiku Elia alimfuata mshikaji. Japokuwa nakupenda, nimekuja kukuua ili niwage umaskini. Ikakwepwa, teke likapanguliwa, rushwa pete yenye sumu ikadakwa. Elia karudi nyuma akatabasamu. Sijaja kukuua, niko nakutania tu. Hata mimi niko kwenye listi ya watu wanaotafutwa mtandaoni. Elia alipoona magari yanakuja akakimbia. Ndinga alikuja kwa spidi kapiga breki. Majambazi kadhaa wakatoka njia ya gari. Malu alikimbia akaruka bonge moja la mteke wa tumbo. Wakati wa mapigano hapa na pale, Malu akawa ameumia mkono. Mwamba akawachezeshia kichapo majambazi wakakimbia. Akaenda kumwangalia Malu kama yuko sawa. Kuwa makini, wameongeza hela ya kifo chako. Umekuwa namba 1 katika watu wanaotafutwa ili wauawe. Kuanzia sasa wauaji kibao watakuwa wanakuwinda ndani ya nchi hii. Kuwa makini. Ni nani anayewalipa wauaji? Sina beef na mtu yoyote. Wajomba walikuwa wanajadili maamuzi ya Shin kwenye kampuni. Amekataa dili la pesa nyingi sana kwa ajili ya kuilinda project yake. Hivi ana akili kweli? Zongo akapanga kuungana na Ren kwa ajili ya kumtoa madarakani Shin. Mdogo wangu anawaza nini? Kesho yake Ren alikutana na bilionea Nia. Na kushauri usiwekeze pesa zako kwa Shin. Utapata hasara. Kwa nini unasema hivyo we kaka? Anzisha ukaribu na Woody, utaelewa kila kitu ninachosema. Bilionea Nia alikuja kumtembelea Shin kazini kwake. Akamtambulisha Lizien kama mfanyakazi wake. We msaliti, umefuata nini hapa? Kuanzia leo utakuwa na wasiliana na Lizien, sawa? Shin alikubali kishingo upande kufanya kazi na Lizien. Shin, naomba unisamehe sana kwa kutelekeza siku ya harusi. Naomba tusahau yaliyopita, tuendelee kufanya kazi kwa amani mimi na wewe. Sawa, haina shida. Nitafanya kila njia kuhakikisha project yako inafanikiwa. Nimekuletea zawadi ya keki kutoka kwa bilionea Nia. Mwamba akafungua box la keki za mayai. Ina maana nimesahau kama mimi nina allergy na mayai. Ngoja nijikaze nile kipande kimoja nisijaonekana nimedharau zawadi. Dakika chache baadaye akaishiwa pawa akaanguka chini. Akaanza kujikuna shingoni. Lisieni akambeba mkono wake wa kulia na kushoto akampeleka hospitali. Shin alipozinduka, sura ya kwanza kuiona ilikuwa ni ya Lisien. Kunywa maji, nisamehe sana. Nilisahau kabisa kwamba una allergy na mayai. Shin, naomba turudiane. Sijawahi kumpenda mwanamke yoyote hapa Korea kama ninavyokupenda wewe. Sikuja kwenye harusi kwa sababu Ren alikuwa amemteka mdogo wangu. Aliniambia nikisogeza pua yangu ukumbini siku ile atamua mdogo wangu. Naomba nipe nafasi nyingine mama. Woody akaingia haraka akiwa amebeba chakula. Wife, nisamehe kwa kuchelewa, kulikuwa na foleni. Unaendeleaje? Lisieni akupenda jinsi ambavyo mshikaji na demo walikuwa wanaonyeshana mahaba kama yote mbele yake. Akaondoka kwa hasira. Ulitakiwa kuwa karibu na mimi unilinde. I'm sorry. Kumbuka ulimwahidi marehemu kakaangu kuwa utanilinda. Lisieni alitumia video ya mdogo wake akiwa ametekwa na Ren. Alipaniki kichizi, akampigia simu Renshia haraka. Ren, please naomba usimue mdogo wangu. Hivi karibuni nitakamilisha ulichonituma kwa Shin bosi wangu. Kesho yake Woody alikutana na Lisien mbele ya ofisi. Oya, mlinzi kama mlinzi. Nikamwambia mke wako kwamba una mahusiano na Malin. Wife ananiamini kichizi, maneno yako hayanitishi chochote. Haustahili kuwa na piskali kama Shin. Shin, nimekutafuta kila sehemu kumbe uko huku. Mimi sipendi kukaa na kitu moyoni. Nilimkuta mume wako Woody anamkisi huyu dada hapa kwenye kile kijumba chao kidogo cha walinzi. Bosi, huyu kaka ananisingizia. Umekuta wanakisi saa ngapi? Woody na kibonge wakaingia. Woody alivyotazama kushoto alimuona Lisien anashika mkono wa wife wake. Akaja kuvuruga ukaribu wao kwa kujifanya anatafuta bomu chini ya meza. Bro, acha visingizio, nani ataweka bomu chini ya meza? Shin, tutaongea vizuri baadaye, mimi naondoka. Jioni Lisien alimwomba Shin ampe lift kwenye gari yake. Kabla gari haijaondoka Woody alikuja na mapolisi. Oya, mapolisi wamekuja kukamata kwa kosa la kutaka kuiba project ya wife. Lisien kakamatwa. Ndio bosi. Tuma vijana wamteke mwekezaji anayemiliki Flash yenye project nzima ya Shin. Woody, nini shida? Anko wangu ametekwa. Kibonge alishangaa kuona dau la kumuua mwanae limeongezeka hadi bilioni 1. Oya. Umekuwa namba 1 kwenye listi. Ona. Umewekewa dau la bilioni 1. Wakati Woody anawaza jinsi ya kujiondoa kwenye hiyo listi alipigiwa simu. Tumemteka mkeo Shin, tunakutumia location. Uje peke yako. Ukija na mtu tunamuua. Wakamtumia video ya mkeo akiwa amefunikwa uso. Bonge alijifanya huko busy anacheza game kumbe anamrekodi mshikaji. Woody alienda peke yake nje ya mji akaendesha gari kwa ajili ya kwenda kumwokoa mke wake. Mtekaji alikuwa anataka amuue Woody ili alipwe bilioni 1 iliyotangazwa kule kwenye mtandao. Woody aliingia ndani ya mjengo taratibu, akakaribishwa na majambazi kadhaa. Sali sala yako ya mwisho, vijana wangu wanakuua. Kwepa, daka mkono, kipepsi cha shingo, mamizia kwenye kabati. Majambazi wakawasha gari wakakimbia. Mke wake alikuwa amefunga kitambaa usoni, mshikaji akamsogelea, mke wake akapagawa ili anataka kukimbia huko na huko akamdaka. Akamfungua mikono demo akapiga U-turn akamuhug. Jamaa akamtoa mfuko mweusi usoni kwa kono lake la kushoto. Kushangaa hivi sio mke wake. Asante kwa kuja kuniokoa. Huyu dem ni Ailey.
Kumbe Malu na Elio alikuwa anamfanyia mshikaji prank. Malu akampiga picha mshikaji akamtumia mke wake. Mwanangu unazingua, umemtumia picha wife nikiwa na udemu ili weje sasa? Unapata faida gani? Elika nilipa pesa kibao. Unanisaliti kisa demu. Hiki ni nini? Usiniambie una wivu. Jamii nzima inajua mimi ni mke wako. Nikikukuta huko karibu na kimwanamke kingine chochote kile, nitakuua. Bosi, nimepata taarifa kwamba Ren ameongezewa share. Kwa hiyo kanizidi. Ndiyo, kwenye kikao kijacho anaweza akakupindua wewe na yeye ndo akawa mwenyekiti mpya. Nina uhakika atakuwa ametumia mbinu haramu kuzipata hizo share. Ren, kwa nini unauroa madaraka kiasi hicho? Karibu kwenye kikao muhimu sana na leo hii nakaa kwenye kiti chako. Shin alimaindi kinoma. Woody alianza kupambana kuhakikisha Shin apotezi wenyekiti wake. Alienda hadi benki akaomba afunguliwe boksi la mke wake. Alienda kuangalia majina ya mashareholder wa kampuni waliopo kwenye listi ya mke wake. Baada ya hapo alienda kumwomba mwekezaji mwenye hisa nyingi zaidi amsapoti mkewe. Woody alikuja kwenye kikao akiwa amebeba document kwa kono lake la kulia. Akaenda moja kwa moja hadi alipo Shin akampa ile karatasi. Document hii inaonyesha kuwa nimepewa share na mwekezaji mkuu. Sasa hivi nina share nyingi zaidi ya Ren, kwa hiyo mimi ndo mwenyekiti wenu. Ren, inuka kwenye kiti changu na uache kutaka kunipindua. Siondoki wala nini, nitajuaje kama dokumenti zako sio za kufoji? Mwekezaji mkuu akaingia. Mimi ni mwekezaji mkubwa zaidi kwenye kampuni inaitwa Zushing na ni kweli nimehamishia hisa kwa binti. Ren ni mroa madaraka, ufai kabisa kwa mwenyekiti wa hii kampuni. Kuanzia leo Shing ndo atakuwa mwenyekiti wa hii kampuni. Shin akarudi kwenye kiti chake. Story inarudi nyuma hadi vitani, kipindi ambacho mama marehemu kakake Shin alikuwa na Woody. Walipokuwa vitani, kakake Shin alirukia risasi ili kuokoa maisha ya Woody. Kabla hajafa mshikaji alimpa Woody zawadi ya chain aliyopewaga na mdogo wake. Hakikisha unamlinda dadangu kwa gharama yoyote ile. Alichezea kama zote. Shensha! Bandari nzima ikalipuka. Boom! Kesho yake asubuhi, Bonge alikuwa anaamini kwamba mwanae amekufa. Alikuwa hapatikani kwenye simu wala kazini hajaja. Enda salama mwanangu Woody. Mimi nilikupenda, wauaji waliolipwa bilioni 1 walikupenda zaidi. Oi we boya, unalia nini? Bonge alishtuka akajua ameona mzimu. Rudi nyuma. Oya mwanangu, nimefurahi sana, kumbe hujafa. Usiwe unazimazima simu sasa, utaniua kwa pressure. Usihofu kuhusu mimi mshikaji wangu. Kuna sehemu nilikuwa na Songme namba 1 kwenye hii listi hapa. Ulikuwa na Songme huyu unayemjua mimi ambaye yuko kwenye hii listi? Ndio, kwani uniamini? Usinifanye mimi mtoto mdogo. Hakuna mtu anayejua Songme alipo. Ma FBI na CIA wameshindwa kumpata, ndo mpate wewe mlinzi. Shin alimuita Woody ofisini kwake. Cha usingizi, amka. Kuanzia leo naomba uanze kumlinda mjomba wangu. Mjomba wako si ana walinzi wake? Siwaamini. Pia naomba unishikie hii memory card na vitu muhimu sana vya ofisi. Ifiche sehemu salama. Woody alienda hadi nyumbani kwa mjomba wake Shin, akakuta kuna mtu. Cha ajabu alipofika ndani alikutana na Ailey. Kuwa makini sana, najua kwamba wewe ni Zongme. Ren pia anajua kwamba wewe ni Zongme. Muda wowote anaweza akafichua siri zako. Woody alienda sehemu ambayo Ren aliomba wakutane. Alifika akiwa hajabeba kitu chochote. Ren akamwambia Woody, nazijua siri zako zote. Ukiendelea kunizengua nitamwambia mkeo kila kitu. Akawatuma vijana wake wamchezeshee kichapo Woody kama onyo. Alichezea virungu kurusha ngumi hata moja. Aliona anampanda kichwani akadaka rungu kwa kono la kushoto. Akainuka akamzima mwana na gumi la uso. Teke la tumbo dondokea kwenye pipa la moto. Gumi la komwe akaenda down. Baada ya kumalizana na majambazi wote, Ailey akaja. Woody alijua Ailey amekuja kumuua ili alipwe bilioni 1. Kama unaniua niue haraka. Ailey akamchukua mshikaji, akampeleka hadi hospitali. Shin alipopata taarifa alikimbia hospitali akaanza kumtafuta mume wake huku akiwa amepanic kichizi. Alipofika kwenye chumba cha Woody, aliingia ndani haraka akakaa kwenye kitanda. Woody, usiniache peke yangu, nakupenda. Woody alikuwa anajifanya amezimia, kumbe anasikia kila kitu. Maneno matamu ya mtoto mzuri yalimfanya ashindwe kuvumilia, akajikuta amecheka kwa bahati mbaya. Ningejua kweli nanisikia, nisingeliambia kuwa nalipenda. Nashukuru Mungu lakini liko hai. Hili ndo mwanaume pekee nao liamini katika hii dunia. Ren naye alichezea kichapo kutoka kwa Woody, akawa ameletwa hospitali. Mapolisi wakaja kumkamata. Uko chini ya ulinzi. Shin amekufungulia kesi la utekaji na wizi. Woody aliporudi kazini, alipokea taarifa aliyokuwa anaisubiri kwa muda mrefu. Alimwagiza Malu akafuatilie vitu fulani. Alipokuwa anatazama mafaili kutoka kwa Malu, alipatwa na hofu kubwa sana. Aligundua kuwa hali ni mbaya kuliko alivyokuwa anategemea. Woody alienda kwenye hoteli iliyoko nje ya mji kwa ajili ya kwenda kumtafuta mtu anayetaka kumuua Shin. Shin alikuja kumtafuta Woody kwenye hiki kijibanda cha walinzi. Akayaona mafaili yaliyokuwa anasoma Woody kwenye laptop. Ukiachana na Ren, kuna mtu mwingine anataka kukunyang'anya wenyekiti wako. Renshi pamoja na ujanja wake wote alikuwa anafanya kazi chini ya huyu mtu. Woody aliingia kwenye hii hoteli kwa umakini sana. Alikuwa anaamini bosi wa Ren yuko hapa.
Alisikia sauti ikimwita kwa jina la Song Mei. Aliingia ndani akakuta Ailey amefungwa kwenye kiti, kafungwa mikono na miguu, kafunikwa mfuko mweusi. Akautoa mfuko kwa kono la kulia. Woody akamuuliza Ailey, "Uko sawa?" Gesi yenye sumu ikaanza kushuka. Akajiziba mdomo na pua, akamziba Ailey pia. Sauti nzito ikasikika kutoka upande wa pili. "Dawa ya kujizuia na hii sumu iko kati ya kidonge kimoja, chekundu au cha blue." Alimbadua Dem Soltep. Akaviangalia vidonge akavishtukia. "Nifungue mikono." "Sawa." Akamrushia kisu mshikaji, akakwepa, akamrushia mateke, akapangua. Kamata mkono, akamgeuzia kisu. "Najua hivi vidonge ni wewe umevitengeneza. Bado nasikia harufu ya vidonge kwenye mikono yako. Unataka unileweshe ili nipeleke kwa bosi wako?" "Ikikupeleka ukiwa hai nalipa mara 2. "Bosi wako wewe na Ren anaitwa nani?" "Uncle Shin, kwa nini umekuja kujificha huku?" "Achana na hilo swali. Nimekuita hapa kwa maamuzi ya kipumbavu unayoyafanya kwenye kampuni. Yanasababisha tunapata hasara kila siku." "Uncle, project yangu itarudisha hela zote." Shin alivyoondoka, mjomba wake anaanza kusikia maumivu kifuani. Akaanguka chini. Wakati anaugulia maumivu, mjomba mdogo Jong akachuchumaa mbele yake. "Kufa kaka, huo ndo muda wangu wa kuchukua kampuni yote." Jong alimwacha kaka yake afya kumpeleka hospitali. Baada ya kupokea taarifa za kifo cha mjomba. "Ina maana maamuzi yangu mabaya ya kibiashara yanasababisha Uncle afya kwa pressure?" Ailey alimpeleka Woody hadi kwa bosi ambaye aliahidi kwamba atamlipa hela nyingi akimleta hai. Wakati Shing anaomboleza msiba wa Uncle mkubwa, akapigiwa simu na Uncle mdogo. "Mwanangu Shing, kuanzia leo mimi ndo nitarithi share zote za kakaangu. Nitakuwa mwekezaji mwenye hisa nyingi zaidi. Chochote nitakachoamua kitafanyika." "Uncle una roho mbaya sana." Alijaribu kumpigia Woody, simu yake haikupokelewa. "Ni nani wewe anayekupigia simu?" "Anayepiga ni mke wake bosi, anaitwa Shing." "Pokea simu na uigize kama hakuna kitu kibaya kimetokea." "Baby, uko wapi? Nataka kuonana na wewe sasa hivi." Woody akaongea bila kupani. "Niko sawa baby wangu. Tukutane saa 10 ya Kirumi." 10 ya Kirumi ni X. Alimwambia tukutane saa 10 ya Kirumi akimaanisha kwamba niko kwenye hatari. Shin akaelewa kwamba mshikaji katekwa. "Sawa baby, bye." Bosi huu akaondoka. Akamwacha Ailey na huyo mshikaji wakiwa peke yao kwenye chumba. Woody akafanikiwa kujifungua minyororo kwa nyuma. Akaanza harakati za kutoroka. "Malin, inabidi hapa ofisini leo tuongeze ulinzi. Nahisi kuna watu watakuja kujaribu kuiba mafaili yangu hapa." Shin alishindwa kutulia, alikuwa anamuwaza Woody. Malu akapigana na vibaka kama wote. Aliwapelekea moto. Walisikia vishindo nje ya mlango. Woody alifungua mlango. Shin akampiga la kichwa. Alipowasha taa akagundua ni Woody. Akamkimbilia, akampa pole, akaanza kumpuliza komwe. "Kunipuliza tu haitoshi, ni kisi. Kamata sura kwa kono la kulia na kushoto, sogeza lipsi." Bonge akaja kuharibu. "Oya mzee baba Woody, nilijua umedanja mwanangu, nilikumisi kichizi, nafurahi uko hai." "Malu, asante kwa kuwapiga wauni. Mwezi huu nitakulipa mshahara mara 5. "Vijana wangu wameshindwa kuiba project kwa Shin. Woody amekata minyororo, ametoroka kule kwa bosi huu. Wewe ndo karata yangu ya mwisho, bila wewe mipango yangu haitakamilika. Mpigie simu Joe, mmoja kati ya wawekezaji wakuu wa kampuni. Mwambie aje ofisini sasa hivi, kuna emergency mara moja, sawa?" Sekretari akampigia simu Joe. Usiku ule Joe aliletwa hadi juu kabisa ya ghorofa. "Usiwekeze kwa Shin, wekeza kwangu ndani, tengeneza product mpya." Joe akasema hawezi kumsaliti Shin, amefanya naye kazi kwa muda mrefu. Joe akamwahidi mgawanyo mkubwa zaidi wa faida. Mwekezaji akakubali kufanya naye kazi. "Njoni kuonesha teknolojia ambayo tulikuwa tunaifanyia kazi mimi na marehemu kakaangu kabla hajafariki. Hii inaitwa Bushwan. Ni product ambayo kila mtu atakuwa anaitumia. Watu wengi wanaotaka kuwekeza kwenye hii project yangu hawana nia njema. Simuamini kabisa anko wangu mdogo Jong. Nahisi alimuua anko mkubwa ili arithi hisa zake. Tamaa yake itasababisha kampuni ifilisike." Shin alienda ofisini kwa anko wake akiwa ameambatana na Woody. "Bila kupoteza muda, nimekuita hapa kwa ajili ya kukwambia naitaka project ya Wushwang iwe ya kwangu. Binti mdogo kama wewe, huwezi kuendesha project kubwa kama ile." "Sitaki kupa project." "Kwa taarifa yako, tunajua mbinu zako zote chafu ulizokuwa unazitumia ili uchukue project ya dada wa watu." Mwekezaji mkuu Joe alikuwa bize sana. "Umesema nimalize research haraka haraka?" "Ndio." Malin alivyoondoka, alifungua boksi la chuma, akachomoa dokumenti za Wushwang, akaziweka kwenye begi lake kwa mkono wa kulia. Kamera ziliona kila kitu. Mwekezaji mkuu alimtumia message ya anko mdogo. "Nimeshawaibia dokumenti zao zote, tunaweza tukaanza project yetu." Anko akatabasamu. "Naomba tushirikiane kwenye hii project." "Hii project simshirikishi mtu yoyote anko." "Utachagua moja, tushirikiane au nichukue project nzima mwenyewe?" "Kwa heshima ya marehemu kakaangu sitashirikiana na mtu." "Anko, acha kudandia project za watu, tafuta ya kwako." "Bora useme wewe mme wangu." Jong akamaindi akamfuata Woody. "Funga domo lako, kwangu mimi wewe una haki ya kuongea. Kwangu mimi wewe ni mlinzi tu. Hata kama ulimroga mwanangu ukafanikiwa kumwoa." Shin Yu alipata hasira akaondoka baada ya kuona mume wake anasimangwa.
Bora umekuja bosi. Dokumenti zote za project yako zimeibiwa. Shing, Ma Ling na Woody walienda kuangalia kwenye CCTV kamera. Wakamuona live mwekezaji mkuu akiziiba zile documents. Katoe hela benki kwa ajili ya kununua project ya Wuxuan. Hakikisha unampa Zhou kiasi chochote cha pesa anachotaka. Wiki 2 baadaye, Ma Ling aliwaambia mabosi wake utafiti aliokuwa nao Zhou ni feki. Shing na Woody hawakushtushwa na hizo taarifa. Woody alisema ile project hawatafika nayo mbali kabisa. Upande wa pili walipofikia hatua ya pili ya project ya Wuxuan, matatizo yakaanza kujitokeza. Tumefuata hatua zote kwenye ile project uliotuuzia, lakini bado hatuoni matokeo. Umetuuzia vitu feki. Hapana bosi, hata mimi sielewi tatizo ni nini. Anko mdogo alipata hasira, akamzaba mshikaji na document kichwani. Shing alikuwa anamwangalia anko wake akiwa kwenye project kwenye CCTV. Ghafla mlipuko ukatokea kwenye kiwanda cha anko wake, moshi. Shing na Woody walitabasamu. Tulijua italipuka, tunafanya kazi kwa siri na mwekezaji Jean. Binti, niambie umenitia nini hapa na kazi nyingi? Anko wangu akikufuata naomba muuzie document fake, nitakulipa mara 2 yake. Kwa kuwa nilikuwa naheshimiana sana na marehemu babako, nitakusaidia bure, haina haja ya kunilipa. Shing akamtuma Ma Ling na Ma Lu kwenda kuificha familia ya Zhou kabla haijapata na matatizo. Wakiwa njiani mtoto wa Zhou alitekwa. Ma Ling na Ma Lu walipigwa shoti wakazimia. Upande wa pili, Shing pamoja na Zhou walikutana kwa ajili ya kusherekea ushindi wao. Nimemtuma Ma Ling na Ma Lu waipeleke familia yako sehemu salama. Mwekezaji mkuu akapigiwa video call. Zhou na Shing walishtuka baada ya kumuona mtoto wa mshikaji ametekwa. Dogo akawa anapiga makelele, "Baba niokoe!" Mshikaji alifadhaika sana. Woody akamtumia message Shing. "Baby, msiwe na mashaka, anaenda kumuokoa mtoto wa mshikaji." "Usiwe na mashaka, mume wangu Woody anaenda kumuokoa binti yako." Baada ya nusu saa, Woody aliwapigia video call. Akawaambia amefanikiwa kumuokoa mtoto wa mchizi, pia amemuokoa Ma Ling na Ma Lu. Sasa hivi watu wote wako salama. Zhou alifurahi sana alipoona na kusikia sauti ya mtoto wake. Katika harakati za kushukuru, Ma Ling akamuhug Woody. Shing akapata wivu, akakata simu kwa hasira. Woody aliporudi ofisini, Shing alimwangalia mshikaji kwa hasira akamuuliza, "Kwa nini umemruhusu Ma Ling akukumbatie kiasi kile, ukawa unafurahia tu hata hujamtoa mkono? Unajua kuwa mimi na wewe ni wapenzi feki?" Mtoto akatoka nje ya gari kwa hasira, mshikaji akamkimbilia nyuma. "Ma Ling ni mdogo wa mwanangu, siwezi nikadate naye bana, tulia na wewe, acha kuwa na mawivu hivyo." "Mimi sipendi kuona na wanawake wengine." "Sawa, kila nikutana na mwanamke nitakuwa nakimbia." "Kwa hiyo una wivu na mimi sio?" "Nyo, niwe na wivu na wewe kwa lipi? Tulikuwa tunakaa pale na marehemu kaka yangu. Alikuwa ananijali sana." Woody akapitisha kono lake la kulia nyuma ya bega kwa ajili ya kumfariji mtoto. "Naomba uwe na mimi milele na milele." Woody alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. "Nitakulinda ndio, lakini siwezi nikakuahidi kitu ambacho sina uhakika nacho." "Kila nikienda beach kulewa, kuna mkaka alikuwa ananifuata nyuma. Yule mkaka ni wewe?" "Ndio, alikuwa ni mimi. Nilimwahidi kakako kuwa nitakulinda daima kwa kuwa aliokoa maisha yangu jeshini. Sasa hivi nakulinda kwa ajili ya furaha yangu." Maneno ya mshikaji yakagusa mtima wa Shing. Akasogeza sura yake mkabala na sura ya mwamba. Jamaa alifunga mdomo kana kwamba hataki kumkisi mtoto. "Hutaki kunikisi pisikali kama mimi? We ni ankoti nini?" Mwamba hakutaka kabisa kuonekana ankoti. Akakamata sura yake kwa kono lake la kulia na kushoto. Akamvuta mtoto taratibu. Akamtwanga kisi moja hivi mujarabu. Wakati toto limejilaza mashariki mwa mwili wa mwamba, akapokea video. Eli alimtumia video akamwambia kwamba amemteka bosi huu. Akamwambia mshikaji kama vipi aibuke kwenye hoteli ili wamshughulikie bosi huu kwa pamoja. "Baby, twende wote." "Hapana, naomba niende nikamalizane nao haraka haraka, narudi dakika 0." Woody alifika hadi kwenye ile hoteli akamkuta Eli anamsubiri kwa ndani. "Woody, karibu, umekuwa handsome kichizi." "Acha kunisifia, twende moja kwa moja kwenye kilichonileta hapa." Eli akampulizia spray kwa kono lake la kulia, akapigwa kitu fulani hivi mgongoni. Mwamba akawa amezimia, damu kama yote. Shing alizidi kupata wasiwasi. Woody apokea simu zake. Akatumiwa video ikionyesha mume wake anateswa na watu. Akapanda kwenye gari na vijana wake kuelekea eneo la tukio. Paki gari nje ya hoteli. Shuka na walinzi kama wote wakawashiwa taa. "Waifu, oi, baby." Eli alikuwa amemteka mshikaji kwa sababu hakuyapenda mahusiano yake na Shing. "Msaliti mke wako, la sivyo na kusukuma." "Acha ujinga wewe, usimsukume." Akamsukumia chini kwa kono la kushoto, jamaa akamdaka. Alu akaanza kulalamika, "Mgongo wangu, mgongo wangu." Baby, uko sawa? Hujaumia?" "Sijaumia." "Nilikwambiaje kuhusu kukuta na wanawake wengine? Bahati yako ulitekwa, ningekuua." "Naomba niahidi hautakuja tena kwenye sehemu za hatari kama hizi." "Na kuahidi nitakuja tena na tena." Jamaa aligeuza kichwa kumwangalia Eli. "Hivi hili likoje? Uko na mkeo unaangalia wanawake wengine?"
Jamaa akamchapa mtoto kumbato fulani vimujarabu la kupunguza hasira. Walinzi wakawa wanaona aibu kuangalia. Nataka mimi na wewe tufunge ndoa ya ukweli na tuwaalike watu kibao. Vipi, mbona umepoa? Nimepokea ushahidi hivi karibuni unaoonyesha kwamba kakaangu yuko hai. Malu alionyesha picha kibao zinazoashiria kwamba kakake huyu demu yuko hai. Picha moja inamuonesha Woody akiwa ameshikiana bastola na kakake huyu manzi. Oya, ilikuwaje hadi wewe na huyu mwamba mkashikiana bastola? Kwa nini ulimshikia bastola kakaangu? Tulikuwa tuko kwenye mazoezi ya kijeshi, hizo bastola zilikuwa zina risasi. Shing akamaindi akaanza kuhisi mshikaji alimuua kakake. Shing alimpeleka Woody kwenye chumba kilichojaa mapicha kama yote. Alikuwa amebandika vipande vya magazeti vinavyoonesha historia ya Woody na kakake. Kumbe huyu demu alikuwa anajua kitambo kwamba Woody amewahi kufanya kazi kwa ukaribu na kakake. Kutoka siku ya kwanza anamuomba huyu mshikaji amuoe, alikuwa anajua kila kitu. Manzi alijua kabisa huyu jamaa asingeweza kumuoa kakake kwa kuwa walikuwa ni marafiki wa karibu sana. Kama kweli uko hai, nitahakikisha tunampata. Naomba usilie, sipendi kuona chozi lako linadondoka. Naomba nenda kanitafutie kakaangu nirudishie please. Akaishiwa pawa akaenda down. Nitahakikisha namleta kakako akiwa hai. Kesho yake Woody akiwa kazini alikutana na Ailey tena. Woody alimwomba Ailey amteke ampeleke kwa bosi huu ili akaujue ukweli kuhusiana na kaka wa mke wake. Ailey akampigia bosi huu akasema nimemkamata Woody. Wakampeleka mshikaji nje ya mji. Kijana anataka flash ya project ya Wushwang. Woody akakataa. Vijana wa bosi huu wakaanza kumtesa mshikaji. Malu akajitokeza akiwa na lidude fulani hivi. Akaanza kuwachezeshia kichapo vijana wa bosi huu. Kichapo, huku na huku. Walifanikiwa kumteka bosi huu. Wakamuuliza nani yuko nyuma ya michezo yote michafu. Bosi huu akawaambia bosi wa mabosi wote ni jamaa fulani hivi anaitwa Bald Eagle. Woody na Malu walisema hawajawahi kulisikia kabisa hilo jina. Upande wa pili, sekretari wa Jong alimkamata Shing akamteka akampeleka kwa Jong. Bosi huu akapokea message kutoka kwa vijana wake. Message inasema tumeshafanikiwa kumteka Shing. Woody akakimbia mbio kwenda kumuokoa Shing. Shing alipelekwa kwenye likiwanda fulani hivi. Sekretari wa Jong akamwambia Shing, mimi ndo Bald Eagle mwenyewe. Alishangaa kuona jamaa mzembe hivi ndo anaitwa Bald Eagle. Hapo zamani nimewahi kuwa mwanajeshi. Nimewahi kuwa kikosi kimoja na marehemu kakako. Jamaa akaonesha na zawadi ambayo huyu manzi amewahi kumpa kakake kipindi anaenda vitani. Baada ya muda kidogo Woody akafika hapo kiwandani. Bald Eagle akamwagiza kijana wake amuue Woody. Woody aliangaliana na ule mshikaji. Alizunguka juu akampiga mshikaji teke la shingo, jamaa down. Ailey akatokea kwa nyuma, akamchoma sindano ya dawa, akaanguka. Woody alipokuja kuzinduka, alijikuta yeye na Shing wamening'inizwa juu ya vyuma. Ailey akamwambia mshikaji, Bald Eagle ameitishia familia yake, ikabidi tu amchome sindano. Kuna mwamba akasogea akawa anaenda kutoboa jicho la Shing. Ailey akamchoma yule mshikaji akamwokoa Shin. Bald Eagle akamuita Shing Shan. Shan akaruka kutoka juu. Kakake Shin alikuwa hai. Bald Eagle alimbadilisha kuwa roboti. Alimwekea line kwenye ubongo. Anamuendesha anavyotaka. Woody akaanza kupigana na Shing Shan. Kwepa, panchua. Anataka kumzima gumi la uso dadake akatokea katikati. Alivyoangaliana macho na mdogo wake, kumbukumbu zikaanza kumrudia kichwani. Akakumbuka walivyokuwa wanaishi kwa furaha. Kesho yake Woody alimfuata anko mdogo akamuonesha ushahidi wa video inayomuonesha akimuua kaka yake. Anko mdogo akafungwa jela kifungo cha maisha. Baada ya siku kadhaa Woody na Shing Yu wakafunga ndoa moja hivi mujarab sana juu ya boti. Ndoa ya kishua kinoma. Mstatili ndo naisha hivyo. Mnaosemaga kwamba huwa simalizi movie, mtaweka wapi sura zenu? Kabla hujaondoka, hapo chini kuna story ya mtoto wa bilionea aliyempenda driver bodaboda. Pia hapo chini kuna story inayohusiana na mwanafunzi ambaye aliona liwalo na liwe akamtongoza mwalimu wake. Pia hapo chini kuna story ya mchungaji aliyetakwa na binti mwenye pepo la ngono. Story zote hizo zinaisha, hazina part 2 wala nini. Asante kwa kutazama Fredflix TZ hadi hapa. Naomba like, subscribe, share, comment. Usipotaka usishare, usicomment, usilike, usisubscribe. Simu ni ya kwako, bando la kwako, sikupangii cha kufanya. Kumbuka hakuna Fredflix TZ bila wewe. Jamani, kila kitu ambacho nakiposti hapa kitaletewa mwendelezo wake. Kueni na subira. Kama unajiona hauna subira, pia una hasira za karibu, acha kuangalia shorts. Jamani, shorts ni fupi na shorts limit yake ni dakika 3. Tuwezi kuzidisha dakika zaidi ya 3 kwenye shorts. Sawa, focus kwenye videos nzima. Hapo chini kuna movie ni kibao. Jamani, angalieni movie ambazo zinaisha zote kuanzia ya dakika 30 na kuendelea. Achaneni na vipisi vifupi ambavyo vinasababisha mpandishe kisukari, mtokwe povu, mnitukane kaka wa watu, mnisimange kwa
makosa ambayo sio ya kwangu. Shorts inabidi ziwe fupi, sawa? Focus kwenye movie ndefu. Kama una jazba, kama una hasira za karibu, achana kabisa na shorts, sawa? Asante sana kwa support yako. Kumbuka hakuna Fredflix TZ bila wewe. Hadi sasa hivi tuna kama subscribers zaidi ya 57,000 fulani, tunaelekea 60,000. So nashukuru sana kwa Watanzania wote, wa Kenya wote, wa Kongo wote, wa Burundi wote na watu wote ambao wana support pia. Niliambiwa kuna watu wanaangalia kupitia kutoka Saudi Arabia. Ni kitu kizuri sana kujua kuna watu kibao duniani wanafuatilia Fredflix TZ. Sina cha kuwalipa jamani zaidi ya shukrani na kuwaletea burudani nyingi kali kupitia hapa Fredflix TZ. Shukran sana. Mnaweza mkatoa maoni hapo chini, nini kiongezwe, nini kipunguzwe kwa ajili ya kuboresha chaneli yetu. Kumbuka hii chaneli ni ya kwetu wote, mimi na nyie. Pia mnaweza mkaniambia ni movie gani nyingine mngependa ni tafsiri kwa Kiswahili, na mimi nitapita nayo bila kwikwi, bila hiana, bila ndendele. HAPA Fredflix TZ. Na muombea ambaye amekuashia wifi asibadilishe password ili uendelee kuwa hapa daima. Pia simu yako iendelee kukaa na chaji kwa muda mrefu ili uendelee kuenjoy mavitu mengi mazuri, matamu, masweet kupitia HAPA Fredflix TZ.